Sukuma, jitahidi, unaweza. Lakini mbona hii imekuwa ni ngumu hivi? Endelea kupush malkia wetu, itawezekana tu. Sasa iko hivi, huyu anayejifungua hapa leo ni mke wa mfalme. Jina lake anaitwa Queen Omole. Ni muda mrefu sasa toka huu mchakato uanze mtoto atoki. Tunatupa huku nje tunamuona mfalme hata mwenyewe anasubiri kwa hamu mno mke wake ajifungue. Sasa anajiuliza mbona hii inachukua muda mrefu hivi wakati kwa wengine ni faster tu. Punde huku ndani mambo yakajipa. Mfalme alifurahi sana kusikia malkia wake kajifungua salama. Taarifa zikamfikia kuwa mtoto alozaliwa ni wa kike. Basi furaha ikaongezeka maradufu, maana mfalme alikuwa akihitaji sana mtoto wa kike ili awe princess. Bila shaka atakuwa ni mrembo kuliko mama yake. Watu vicheko tu. Sasa kuna hii maya ya Igala, pindi malkia atakapojifungua huwa wanamkabidhi mtoto kwa miungu, wakiamini kufanya hivyo kutawajulisha kuwa ujio wa mtoto huyo ni wa baraka au la. Na huyo alomshika ndo alikuwa na uwezo wa kuongea na hiyo miungu yao. Kweli bana, ishara zikajipa na huyu mtoto akapewa jina la Inipi. Sasa mida baadaye mfalme ndo anapewa majibu. Anaambiwa kwamba ujio wa Inipi kwenye himaya ya Igala utakuja kumfanya asimame na kuipinga miungu yao wenyewe ambayo wamekuwa wakiisikiliza na kuitii miaka yao yote toka enzi hizo. Ile ilimchanganya sana mfalme. Kila kitu ambacho niko nacho sasa hivi na vita vyote nilivyopigana kipindi cha nyuma nilishinda kwa sababu ya miungu yetu. Alafu sasa hivi unanambia nitakuja kusimama kupingana nayo? Mfalme wangu, mimi nilichojaribu ni kuwasilisha tu nilichokiona. Mfalme anazidi kuvurugwa. Malkia wake alipokuja akamfariji na kumwambia hayo yote ni makisio tu, wala hakuna ukweli wowote. Baada ya miaka 16 tunamuona Inipi. Sasa hivi amekuwa ni binti wa miaka 16 sasa, na ndo amekuwa princess kwenye hii maya ya Igala. Na kwa kuwa mfalme alikuwa anampenda sana binti yake, kila mahali alipokuwa anaenda akawa anaenda naye, huku akimpa stori za zamani na nini vitu kama hivyo. Basi bana, baada ya siku kadhaa mbele, mida fulani hivi ya jioni, iliandaliwa ngoma special kwa ajili ya Inipi. Alikuwa anakaribishwa rasmi kutoka kwenye usichana na kuwa mwanamke kamili. Hii hata sijui tuiiteje, sijui ndo kuvunja ungo au mnasemaje wa jameni? Utaniandikia hapo chini kwenye comment. Basi ngoma zilipigwa nyingi mno. Muda huo malkia anamfunda binti yake ndani. Asubuhi ilipofika, Inipi alipewa nafasi ya kuongea na wanaimaya. Huyu binti alibarikiwa kuwa na akili sana. Aliwashukuru wazee wake kwa kumlea katika misingi mizuri, kisha akawashukuru na wanaimaya wote wa Igala kwa kujitokeza kwenye lile tukio lake muhimu. Na mwishoni kabisa akasisitiza kuimarisha upendo na amani kwenye himaya yao. Inipi ni alinyoosha na kuzikonga nyoyo za watu wengi sana pale. Baada ya tukio kuisha, tunamuona huyu mfalme kutoka himaya ya Benini ndo anaondoka. Alialikwa naye maana hao wawili walikuwa ni marafiki sana. Kiukweli nimependa sana binti yako alivyokuwa smart, na mimi siku moja Mungu anibariki binti mwenye akili kama wako. Nadhani haitakuwa fair akikubariki kwa sababu umeshalala karibia na wanawake wote waliopo kwenye himaya yako ya Benini. Mfalme kiboko. Hawa jamaa walikuwa ni washikaji sana. Baada ya maongezi, mfalme wa Benini akasepa. Basi bana, maisha yakaendelea kama kawaida. Inipi akawa anawasaidia sana wanaimaya. Hata wanapokuwa mashambani kama hivi, yeye anawaletea maji na nini. Upande wa pili tunamuona mfalme ana kikao na wazee wa himaya. Maana zimeshapita siku 7 sasa toka watume askari wake 5 waende kwenye himaya Benini kumjulia hali mfalme. Hawajarudi mpaka leo na hakuna taarifa yoyote ile. Kumbe bana, mfalme wa Benini aliamuru akamatwe, maana alihisi kuwa amekuja kumpeleleza. Mimi nadhani yule jamaa anataka na sisi pia tuwe chini yake, kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kila mmoja alitoa pendekezo lake pale, kisha mfalme akasema itabidi waamuru askari wengine waende kuangalia ni kitu gani kimetokea kwa ndugu zao. Lakini huku upande wa pili Inipi bado aliendelea kutoa misaada tu, na raundi hii akawa anagawa nguo pamoja na chakula. Huku mfalme akasema kama atakuwa anataka vita tutajua hapo hapo. Nyie nendeni, hakikisheni hamwanzishi vita mpaka wao waanze. Basi bana, wakaandaliwa askari na safari ikaanza. Walipofika moja kwa moja wakaanzisha fujo. Sasa hili ni kosa moja kubwa mno ambalo wamelifanya, maana mfalme hakuwaambia waje wafanye hiki wanachokifanya. Washikaji ni walipitisha mapanga na kuacha vilio vingi sana pale kwenye himaya ya Benini.
Mfalme wa Benini akaumizwa sana kwa kupoteza baadhi ya watu wake, na moja kwa moja akaamini kuwa wale wametumwa na rafiki yake kuja kufanya kile walichokuja kufanya. Alafu kumbe hakuwaua wale askari walotumwa, ila alikuwa anawafanyia tu uchunguzi kwanza, na hapa sasa ndo aliwateketeza na kutangaza vita rasmi. Mfalme hata alichukizwa sana kuona amefanya kinyume na alivyoagiza, huku mfalme wa Benini akatangaza kwa askari wake wajiandae tayari kwa ajili ya vita. Sasa huku kwenye ufalme wa Igala walizipata hizo taarifa kuwa washikaji wanaandaa majeshi, hivyo nao ikabidi wajipange, lakini kwa mila na desturi zao kabla hawajaingia vitani huwa wanaongea na miungu yao kwanza. Basi bana, ikabidi wamuite mnajimu wao. Baada ya kuangalia, anasema miungu yao imekasirishwa sana kitendo cha askari wao kwenda kuwaua watu wasio na hatia, hivyo hiyo vita ambayo inakwenda kutokea upo uwezekano mkubwa mno kwa wanaimaya wote wa Igala na ardhi yao kusambaratishwa. Yaani kwa sasa hii imaya ipo hatarini mno. Ile taarifa iliwachanganya sana. Mfalme akauliza, kwa hiyo ni kitu gani miungu inataka ili kutuvusha kwenye hili janga? Mnajimu ikabidi aangalie. Mfalme wangu, naona giza tu. Hapo hapo akaingia mmoja wa askari wao, anasema wameshuhudia maaskari wa Benini wakiwa makundi kwa makundi wakijiandaa kwa ajili ya vita, na idadi yao ni wengi kuliko wao, na hata silaha zao ni kali na zenye uwezo kuliko wao. Wazee wanazidi kupagawa tu. Basi bana, baada ya mnajimu kutazama tena, akasema ili waweze kuepukana na ile dhama inayokuja mbele yao, miungu imetaka sadaka ya damu, na mtu ambaye miungu inamhitaji ni Princess Inipi, binti yake mpendwa kabisa na mfalme, azikwe akiwa mzima. Ile ilimchanganya sana bwana mfalme. Alimwamuru angalie tena, lakini siku zote miungu inachosema huwa haibadilishi. Kinyume na hapo, wakubali kuteketea wote na ufalme wao. Upande wa pili, Inipi anasambaza tu upendo kwa wananchi, hajui hata kinachoendelea. Mfalme hakuridhika bwana, ikabidi amuru aletwe mnajimu mwingine, lakini pia na yeye alisema kile kile alichokisema ule wa mwanzo. Hivi kwa nini miungu imeamua kunihukumu hivi? Kwa nini isiwe mtu mwingine? Kwa nini isiwe hata mke wangu? Au kwa nini isiwe hata mimi mwenyewe na kila kitu nilichokuwa nacho? Ilikuwa ni ngumu mno kwa mfalme kukubali, akawa hata mke wake akimletea chakula hataki. Unaonekana hauko sawa kabisa mme wangu, ni kitu gani kinakutatiza? Mfalme akasema, nafikiri hii iko nje ya uwezo wako, wewe nenda kalale tu. Hapana, siwezi kwenda kulala, ninayo haki ya kujua ni kitu gani kinakufanya mpaka unakosa hamu ya kula. Mimi ni mfalme wako. Ndiyo, lakini sio chumbani. Malkia alifosi mno, lakini mfalme hakumwambia. Kesho yake ikabidi aanze kutembea kwa wake wa wale wazee ambao waliwekaga kikao na mfalme ili awaulize. Anajua kivyo vyote vile ni lazima tu waume zao watakuwa wamewasimulia kama kuna tatizo au la. Na kweli huu mmoja akawa anafahamu, hivyo akamwambia. Ile ilimstua sana malkia. Hapo hapo akaingia binti yake Inipi. Kabla hajaongea chochote akampatia kumbato zito. Kisha akatoka na kuja moja kwa moja kwa mume wake. Hapana, hiyo haiwezekani. Hata mimi sikubaliani nao, ila miungu ndo ishaamua, na hiyo ndio njia pekee ya kusevu maisha ya wanaimaya wote wa Igala. Kama shida ni kafara ya damu, basi wanichukue mimi. Mfalme akamwambia alijaribu kufanya hivyo, lakini miungu imekataa. Yaani anayetakiwa ni binti yao Inipi tu. Malkia alipotoka nje alihisi tumbo la uzazi linacheza. Wanasemaga uchungu wa mwana ujuae mzazi. Malkia alikuja mpaka huku kuongea na miungu yao. Aliomba sana hiyo sadaka awe ni yeye ili binti yake aendelee kusurvive, lakini ilishindikana. Mama, hivi tutaenda kushinda hiyo vita? Kwa nini unauliza hivyo? Kwa sababu sipendezwi kabisa na kinachoendelea. Wanaimaya wote wanaonekana hawana furaha, lakini pia wewe na baba mmeonekana mkinikwepa mara kadhaa. Inipi alipata taarifa kuwa yeye ndo anatakiwa kama kafara ili kuisevu imaya ya Igala. Akawa anaogopa sana. Moja kwa moja akaenda mpaka kwa baba yake kumuuliza ili kuthibitisha, maana alikuwa tu akisikia kwa watu. Baba, eti mimi ndo natakiwa kuwa sadaka? Ilikuwa ni swali gumu mno kwa mfalme. Akarudia tena kumuuliza, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwa mfalme kujibu. Kwa ujasiri mkubwa mno kuzidi viwango vya lami, Inipi akasema kama yeye ndo amechaguliwa na miungu kuwa kama sadaka ili kuisevu imaya ya Igala, yeye yupo tayari. Mfalme mwenyewe haamini. Wacha tu nife baba, kama kifo changu kitawafanya wengine waishi. Yani sidhani kama bongo yupogo mtu wa hivi. Basi bana, kwa kuwa muda ulikuwa mchache, ikabidi waharakishe sasa kabla washikaji hawajaanza kusogea kwenye imaya yao. Na Inipi tayari alishaandaliwa kwa ajili ya mchakato. Kikawa kinamuuliza, hivi baba, watu wakifa huwa wanaenda wapi? Swali moja zito mno. Mimi sifahamu mwanangu, ila ninachojua wewe ukifika kule utakuwa tu malkia, kwa sababu moyo wako ni msafi sana.
Kweli bana, muda wa mchakato ukafika. Watu sura zao ni huzuni tu, maana Princess alikuwa akiwasaidia sana pale kijijini, na mnajimu wao pia alikuwepo pale kuongoza mchakato. Lilichimbwa shimo kubwa, kisha akatangulia mabinti kadhaa kama kumsindikiza, na rasmi Inipi aliagwa. Safe journey, Princess. Goodbye, my daughter. Inipi ni alizikwa mzima mzima, unaambiwa. Inasikitisha sana. Basi toka hapo himaya ya Igala ikawa ipo salama na hakukuwa tena na vita, na hapa ndo unakuwa mwisho hili chupa linaitwa The Legend of Inipi. Hebu ndondoshe maoni yako hapo chini, umelionaje hili chupa? Lakini pia unachotakiwa ukifahamu ni kwamba hii ni historia ya kweli kabisa ambayo ilitokea karne ya 16 kwenye ufalme wa Igala. Licha ya movie wametoa na vitabu pia, kwa unaweza ukakitafuta ili kujua vingi zaidi. Ulikuwa na mimi Mudindalo, na hivi ndo huwa nafanya. Nawapenda wote na muwe na siku njema.